Bwege. Yule jamaa alimtetea demu yule. Tusipoteze muda, tumfuate. Giza ndo linaenda kuingia. Itakuwaje kama kutakuwa kuna wanyama wakali kwenye hili pori? Ni heri ingekuwa ndoto na kulipuka nipo kitandani, lakini hii na kulipuka niko porini. Aisee, lakini potelea mbali. Mimi ni mwanaume, sitojali. Naamini Mungu atakuwa upande wangu na nitafanikiwa kutoka salama kwenye hili pori. Mimi ndo Mr. Kilenish. Nikiripoti taarifa kwa ufupi kutoka jiji la Mbeya Mbalizi. Kitabu cha maajabu isichojulikana kilikotoka, ikisemekana kinamilikiwa na kijana aitwaye Fast Walker. Kitabu hicho kinatafutwa na watu mbalimbali ikiwemo wachawi, kundi la wahuni kina kaka Bwege na watu wengineo. Hicho kitabu inasemekana kwamba ni kitabu cha maajabu, na kwa nini kinatafutwa na watu hao hatujui ni nini sababu, lakini tuendelee kufuatilia vipindi vyetu pendwa kupitia TV yetu pendwa ya FWTV. Ukiwa na mwandishi wako FabLTZ, endeleeni kufuatilia vipindi vyetu mbalimbali. Vipindi vijavyo kupitia FWTV tutaweza kupata matukio mengi zaidi kupitia hichi kitabu. Tuendelee kufuatilia vipindi vyetu kupitia FWTV. Mikali, mimi nimekuita, kuna jambo nataka tuliweke sawa. Nimekaa nimefikiria, nimeona ninachokifanya sio sahihi, kwa sababu kiuhalisia hiyo mimba kweli ni ya kwangu. Sasa nikisema nikatae nitakuwa najichumia dhambi bure. Kwa hiyo nilichokaa nikafikiria, nimewaza kwamba tulee tu hii mimba, tumlee mwanetu vizuri, mambo yawe vizuri. Alafu kingine mimi nilikuwa naomba tufute hizi dhambi baadaye, manake mimi najali ubinafsi wangu, wewe unajali ubinafsi wako, tunakuwa tunafanya vitu ambavyo sivyo. Lakini ninachoshukuru wewe umekuja na nimejitahidi sana kukufukuza, umeng'ang'ania, umekaa kwa lazima, lakini mwisho wa siku nilivyokaa nikafikiria, nikaona mimi ndo mwenye makosa. Mimi nimeona hili swala tulimalize kihivyo.
Jaribu kulea tu ujauzito ifike sawa, alafu ujifungue, tumlee mtoto wetu kwa afya njema. Baadaye nahisi hata itakuwa ni matunda mema na inaweza ikawa ni faida kwetu pia, kuliko hii ninayotaka kufanya mimi ubinafsi wa kwangu, kwa sababu hii ni dunia. Utakataa leo, kesho nakutana na mwingine, mambo yanakuwa tofauti. Ila nilivyokaa nikafikiria, nikasema basi tuombane lazi. Mimi naomba unisamehe kwa hilo. Alafu kingine, naombi tu moja kwako, kama sio mawili matatu. Hebu nilikuwa naomba wewe uwe mke wangu. Nataka nikuoe, uwe mke wangu wa ndoa kabisa. Ila tu kikubwa ukiacha mambo kadhaa. Kwa mfano, jaribu kuacha kiburi. Mikali umekuwa na kiburi na ndio maana tumekuwa tunakosana. Jaribu kuacha jeuri. Umekuwa na jeuri sana, unanipandishia mume wako. Jaribu kuacha dharau. Umekuwa unaniangalia kwa kuninyenya, ndio maana nimewahi kukuchoka Mikali. Hebu jaribu kunipunguzia fedhea, kwa sababu tayari umeshakuwa kwenye macho ya watu wewe ndio Mr. Zifadi. Basi nilikuwa naomba ukiacha vitu kama hivyo hapo hivyo, naamini utakuwa ni mke bora sana, kwa sababu wewe ni mwanamke mzuri sana kwa muonekano wa nje. Basi jaribu kuwa na muonekano mzuri wa kiroho pia, kwa sababu ni mwanamke ambaye unahitaji kujenga maisha na wewe. Uwe mke wangu wa ndoa kabisa. Sijui unanielewa kwa hilo mwanangu. Yaani naomba unisamehe pale nilipokuwa na kunyanyasa. Naomba unisamehe kwa mambo yote yaliokuwa hayaendi sawa, kwa sababu kuanzia sasa hivi nataka nibadilike. Kitu kingine kwamba mimi ni mtu mkubwa. Mimi nimekuwa ni mwandishi sasa, natoa taarifa mbalimbali. Sasa sidhani kama itakuwa ni picha nzuri nikatoa taarifa kwa watu 1 2 3 alafu mimi nyumbani kwangu hayajakaa sawa. Watu wakija kugundua hili wataniuliza kwa nini hutoi taarifa za kwako. Mimi naomba basi nikuoe mke wangu kabisa, halali wa ndoa. Naomba unikubalie hilo. Sawa. Kama umelitambua hilo, mimi namshukuru tu Mungu. Ila yote kwa yote, wewe ndio ulikuwa na matatizo. Sababu mimi nakuja, wewe unaniletea dharau za kusema kama utaki mimi. Na iko wazi kabisa mimba ni ya kwako. Kwa kama umelitambua hilo, ni yote ulionielekeza ndajirekebisha. Pia unisamehe pale pale nilikuwa nakukosea. Kifupi tusameane, maisha mengine yaendelee. Nikumwomba tu Mungu atusaidie na kiumbe chetu tukile salama na atakapozaliwa tule kiupendo. Kwa hiyo mimi nimekuelewa na nashukuru kwa kunitambua hilo. Nashukuru sana umewahi kunielewa. Alafu mimi waga nafurahishwa sana ukiwa muelewa hivyo. Na kuahidi hatajirudia tena, kwa sababu tena kwa sasa hivi ndo nishafungua tena moyo wangu kwako. Yaani ndo nishaanza kukupenda tena zaidi ya mwanzo, kwa sababu naona kama ni mtu ambaye umezaliwa upya. Vile tu umeanza kuongea tayari nimeshajua kabisa kwamba ni mwanamke ambaye umeshaamua kubadilika sasa. Kipindi tunaanza kuna mambo fulani yalikuwa safi sana. Mfarakano unakuja kutokea tu katikati. Ila mimi ninachoamini kwenye mahusiano, lazima ya mambo yawepo. Ndio upendo wenyewe. Leo natamani kuanzisha upya. Yaani kwa sasa sitamani kama tutengane tena. Haiza kuwa kuna mambo mifarakano. Kwa sasa hivi nategemea kuwa nimepata mwanamke bora na mwenye maadili mema. Angalia, Mungu katujalia tuna mazingira safi. So hata huyo mtoto tutashindaje kumlea? Kwa mimi nilikuwa nakuomba amka kwa sasa hivi, kwa sababu natamani sana. New Beats. Ipo sababu ya kufurahi, ipo sababu ya kucheka, ipo sababu ya kuenjoy. Furaha ya kutafutiwa huwa inaumiza.
inaumiza, ya kutafuta mwenye unaburudika, yani furaha. Nimefurahishwa na hili. Na nakuahidi tena, utakuwa mume bora sana kwangu. Sitotamani kukukosea leo, kesho na hata milele. Alafu Mungu ni kazuri sana eti. Alafu nilikuwa wapi na kunyanyasa mtoto mzuri kama wewe? Jamani. Kwa hiyo, lakini pia kuna kingine. Kule ofisini ninapofanya kazi, kuna mtu waga anafanya naye kazi. Yeye ni mkubwa kwangu. So, ndio mtu ambao ananiletea taarifa. Yeye yupo kama meneja. Aliahidi kwamba atakuja nyumbani kunitembelea. Kwa nilikuwa naomba uweke mazingira safi kwa ajili ya mgeni kufika. Yeah? Sawa. Haina shida. Kama anakuja, aje atatukuta. Na tutampokea kwa upendo na furaha. Wacha. Okay, haina shida. Kitoka nitapigia simu. Furaha, furaha, furaha. Ipo sababu ya kufurahi, ipo sababu ya kucheka, ipo sababu ya kuenjoy. Furaha ya kutafutiwa huwa inaumiza, ya kutafuta mwenye unaburudika, yani furaha inabeba mengi, na itafuta furaha, furaha, furaha. Ni kwa nini unamtesa kakaangu? Kwa kuwa anakupenda au? Nampenda sana kakaako. Ni bahati mbaya tu sikujua kwamba ana hasira na mimi. Sitajali wewe ni nani kwa kakaangu. Ukiendelea kumtesa, nitafanya kitu ambacho hautaamini. Lakini ungenisikiliza kwanza, mbona wote mnanikataa? Nimekuita hapa. Achana na ile kazi ya kumfuatia mtoto wa mchungaji. Kuna kazi nyingine nataka nikupatie. Kazi gani hiyo tena mkuu?